Dunia ina mambo mengi sana. Ina vitu vingi na ina watu wengi wenye imani tofauti kwa dini zao. Kuna wale walioamini katika Mungu aliyewatoa utumwani wana Israel na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, na wale wanaomwamini Mungu aliyemtoa Nabii Yunus kutoka katika kinywa cha samaki mkubwa akiwa mzima. Kwa pamoja wanaamini amempumzisha kwa amani Alexander Gustavo Eiffel. Unaweza usiamini na pia unaweza usikubali ukiwa tu wewe si mkazi wa pale Camp de Mars jijini Paris nchini Ufaransa ulipo mnara wa Eiffel. Akili kubwa ya Gustavo Eiffel ilitumika kuunda mnara huu wa futi zaidi ya 1000 uliobeba mvuto wa jiji la Paris. Kwa kutambua miaka yake 91 duniani, mnara huu uliitwa kwa jina lake. Heshima iliyoje! Wageni wengi wanatembelea Paris. Agosti 5, 2017, jiji la Paris lilipokea ugeni mzito wa mtoto wa mfalme, sio Ahmad bin Salman wa Saudia, sio Maulai Hassan wa Morocco au Hussein bin Abdullah wa Jordan. Alikuwa ni Neymar da Silva Jr. kutoka katika kasri la Catalunya pale nchini Hispania. Neymar alitambulishwa rasmi kuwa mchezaji wa PSG kutoka Barcelona kwa uhamisho ghali akiwa na miaka 25 tu, na hapa ile simulizi ya mateso ya Esau kuuza uzaliwa wake wa kwanza kwa Yakubu ulianza. Aliondoka Barcelona akiwa mchezaji bora nyuma ya Lionel Messi aliyekuwa mfalme wa Neymar. Alionekana kama mrithi wake, alishinda kila kitu klabuni. Dunia ikapigwa na butwaa. Nini kimemuondoa Catalunya? Ni pesa au anahitaji ukubwa zaidi ya ule? Kama ni pesa, Neymar alianza kuwa tajiri kabla ya kwenda Ulaya. Akiwa Santos tu alishanunua boti yake binafsi. Alihitaji nini hasa? Kama ni ukubwa, njia sahihi ilikuwa ni kusubiri tu kumalizika kwa zama za Messi, arithi mikoba, na sio kuondoka wakati Messi alikuwa na miaka 30 na yeye alikuwa na miaka 25. Je, aliona anachelewa? Nyakati za mwisho za Messi pale Barcelona, unaona alikuwa anateseka sana. Alihitaji msaada wa mchezaji bora kama Neymar kuliendesha jahazi la pale Camp Nou. Neymar angevumilia tu, angekuwa star mkubwa kwenye klabu kubwa na yenye mvuto duniani. Ukubwa gani unapatikana kwa kucheza miongoni mwa ligi dhaifu barani Ulaya? Hata uko Paris alikokimbilia hakuwa mkubwa, kwani aliishia kucheza kwenye kivuli cha Kylian Mbappe. Hapa maumivu yalikuwa makubwa sana. Pesa ni muhimu kama hauna. Ukizipata unarudi kwenye uhalisia. Neymar alipata pesa lakini alijisikia vibaya kukabiliana na mabeki dhaifu kwenye viwanja visivyo na historia pale Ufaransa. Alijihisi kuwa ni mtumwa wa pesa. Hisia za kucheza Santiago Bernabeu ni tofauti na Luis wa pili wa pale Monaco. Hii ilimuumiza sana Neymar. Alitamani kurejea kwenye timu ya kihistoria, lakini alishanasa kwenye mtego wa fedha za Waarabu, na hata wakati aliokuwa huru hakuwa tena Neymar yule. Msumari wa mwisho kwenye jeneza uligongelewa alipotoka Paris na kwenda Al Hilal ya pale Saudia. Ukurasa wa maisha yake ulifungwa hapo. Alicheza mechi 7 tu katika miaka 2. Hadithi ya kutisha sana. Neymar ameigawa dunia kwenye pande mbili. Wapo wanaoamini ameshafanya kila kitu, na wapo wanaoamini bado kuna sehemu hajaitendea haki soka la dunia. Wa mwisho wanaonekana kuwa na hoja zaidi, wakilinganisha ushujaa wa kina Pele, Romario, Rivaldo, Caf na Ronaldo kwenye timu za taifa. Neymar hana mafanikio yoyote na Brazil kitimu. Mbaya zaidi, Februari 5 mwaka huu, wakati Cristiano Ronaldo anatimiza miaka 40, yeye ametimiza miaka 33. Tumaini lake pekee linabakia pale kaskazini mwa Amerika. Mwakani kwenye kombe la dunia atakuwa na miaka 34. Atafanikiwa kupenya kwenye kikosi cha Selakao? Je, Selakao wana timu imara kwenda kushangaza pale nchini Marekani? Brazil inasumbuliwa na matatizo mawili tu. Mosi, kombe la dunia ambalo hawajabeba kwa miaka 24. Pili ni tatizo la Ballon d'Or ambayo miaka 18 sasa imepita. Waliamini Neymar angewapelekea kimojawapo kama si vyote, lakini imeshindikana. Alipewa dhamana ya kuwa nahodha wa meli ya Brazil. Cha ajabu, amekuwa wa kwanza kushuka kabla ya abiria wake. Anabaki kuwa mchezaji bora wa Kibrazil baada ya kizazi cha kina Ronaldinho na kaka yake kwenye kila eneo, hasa kipaji. Kupanga ni kuchagua. Vinicius alikaribia kuipeleka Ballon d'Or Brazil kabla Neymar kwa umri wake, na ana nafasi ya kufanya hivyo. Hadithi
Tamati ya kusisimua paji cha Neymar imefungwa rasmi wiki hii. Anarejea nchini kwao Brazil, anarejea Santos akiwa Neymar mwingine kabisa. Hatutomuona Real Madrid, hatutomuona Barcelona, hatutomuona Bayern Munich, hatutomuona AC Milan au Juventus, na jina lake litafutika taratibu kwenye ramani ya soka la dunia. Watakatifu wa pale Santos wanaamini mfalme wao amerejea kuja kuwakomboa, lakini wahafidhina wa Ulaya wanajua wamempoteza mwanamfalme aliyeuza kiti chake kwa wageni ili kwenda kujenga himaya mpya, na ameondoka kama mtumwa. Makala hii imeandaliwa na Salum Pelembo na kusoma kwako nami Tatu Msham.